Baba wa rehema, Mungu mwenye nguvu, mfalme mtakatifu, jina lako tena likatukuzwe, jina lako tena likaimidiwe. Asante tena kwa Jumatatu nzuri, asante tena kwa siku nzuri, asante tena kwa uweza wako na kwa nguvu zako. Tunakushukuru Baba, tunakutukuza. Mpendwa, mshukuru Mungu, mwambie asante kwa wiki nyingine nzuri, mwambie asante kwa wema wake na kwa fadhili zake. Mshukuru, litukuze jina lake, endelea kulisifia, endelea kuliamini kwa kuwa limetenda. Baba wa rehema, Mungu wa neema, aendelee kukupa neema na uendelee kuona nguvu, uendelee kuona njia, uendelee kuona uweza. Asante Yesu kwa sababu ya hayo yote. Tunakuhitaji kila wakati, kila saa, katika vyote. Wewe ndiwe muweza, wewe ndiwe Mwokozi, wewe ndiwe mtakatifu, wewe ndiwe mfalme, Mungu wetu na Baba yetu. Tuongoze katika Roho wako na kutuwezesha kwa Roho wako Mtakatifu, ili tuyajue mapenzi yako na kuyatimiza ya mapenzi yako. Siku zote, nyakati zote, majira yote, wewe Bwana ni mkuu na mwema, umejaa ukuu na wema. Asante katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Tunalisifu jina lake, tunalitukuza, na lihimidiwe jina lake na lisifiwe milele. Jina lako Yesu linalotuokoa, jina linalotuponya na kutubariki. Uhimidiwe Bwana mfalme mkuu, ambaye umetupenda upeo hata kutufilia, hata kuiachilia damu ya thamani. Tuwe watu wa thamani, tuwe watu wa thamani, tuwe watu wa thamani. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Baba Mwokozi akubariki, akujaze na neema yake na uweza wake, uendelee kusikia sauti yake katika yote. Karibu tena katika wiki nyingine nzuri, na tuendelee kutazama ujumbe huu wa mwaka huu kwamba ufalme wa Mungu kwanza, ufalme wa Mungu kwanza, ufalme wa Mungu kwanza, na ndipo mengine yatakuja. Yesu anasema mengine yatafuata nyuma, lakini ufalme wa Mungu kwanza. Tumikie Bwana, tumikie Bwana tena kwa imani. Katika kumtumikia Mungu kunahitaji sana imani, kunahitaji sana imani na mengine, lakini imani ni muhimu sana, kiwa pamoja na yambatana na utakatifu, lakini imani, kuwa na imani katika Bwana, kuwa na imani katika kumtumikia. Basi tuanze kuyaona maandiko matakatifu kutokea kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Nianze na sura ya 13, baadaye nitasoma sehemu nyingine. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 13, ni tutauona sana mstari wa 4, lakini tuanzie mstari wa kwanza. Anasema kukizuka katikati yako nabii au muonaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia, akisema, na tuifuate miungu mingine usioijua, tuitumikie hiyo, wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule au yule muonaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yu awajaribu, apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na kwa roho zenu zote. Mstari wa 4 anasema, tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni na kushika maagizo yake na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Amina. Nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Amina. Ni maagizo ambayo Mungu alikuwa akiwapa wenzetu kule mwanzoni kabisa katika Agano la Kale, juu ya utumishi na juu ya watumishi ambao wanaweza wakawajia. Hapo amesema habari ya utumishi, yani nabii, lakini mtumishi mwingine ambaye anaitwa muonaji. Juu ya waonaji na manabii, juu ya waonaji na nabii. Akizuka nabii au muonaji au muotaji, amesema muotaji, yani muotaji kwa maana ya nyingine ni muonaji, anayekuwa na maono, anapata maono, anatoa maono yake. Sasa kwanza tahadhari inatolewa kwamba katika utumishi kuna watumishi ambao
wanaweza wakaja wakadanganya, wakaelekeza kitu ambacho sicho. Na anasema akitokea akasema na tuifuate miungu mingine usioijua, tuitumikie hiyo. Mungu anaelekeza kwamba mtu asijaribu kuchukua hatua hiyo. Mtu yeyote anayemtumikia yeye, anayemwamini yeye, asiingie kuambatana na mtumishi wa namna hiyo ambaye anakuja na kuelekeza kuitumikia miungu mingine. Kwa nyakati ulizo nazo kunaweza kuwa na ujanja fulani. Shetani ana mbinu nyingi, kwamba anaweza akaja akakuelekeza na ukafiri ni mtumishi wa kweli, kumbe anakupoteza. Kwa hiyo inategemeana sasa na namna pia ya wakati huu. Kuna namna tofauti. Ndio sababu ni muhimu sana kuendelea kuzama katika utumishi, kumtumikia Mungu na kujazwa Roho wa Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu, Yesu anasema anapoondoka, huyo Roho atatuhabarisha na mambo yajayo, atatukumbusha, atatuonya, atakuwa anatuonya. Manake atatuonya, taa yake itawaka tu kwamba huyu sio, utumishi huu sio, hapo unadanganywa, hapo unapotezwa, hapo siko kwenyewe. Kwa hiyo akawatahadharisha, au tunapewa tahadhari pia kwamba tusije tukafuata kuitumikia miungu mingine au Mungu mwingine tusiyemjua. Tuangalie unabii au uonaji au mafunuo au maono yanayoletwa, sababu yanaweza yakaondoa mtu kwenye utumishi, kumtumikia Mungu wa kweli, na tukaingia kwenye utumishi wa kuitumikia miungu, kama ambavyo kuna wengi hata sasa wamedanganywa. Wako wengi ambao hata sasa wamedanganywa. Haleluya. Mungu wa neema aendelee kutufunulia katika wiki tena, katika mwaka huu tena, katika nyakati hizi tena. Bwana Yesu aendelee kukubariki. Bwana Yesu aendelee kukutunza. Bwana Yesu aendelee kukuponya na kukuwezesha kwa uweza wake. Wanaambiwa wawe na tahadhari. Wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule, au unarudie tena. Wewe, anasema mstari wa 3, anasema wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu. Kwa hiyo kumbe Mungu anaweza akaachilia watumishi wakaja kabisa. Alikuwa na uwezo wa kuwazuia, lakini anaacha waje wakati mwingine, ili pia kutuona au kuwaona watu wake kwamba wamepevuka kiroho, lakini pia watakubaliana na udanganyifu, watachukua hatua nyingine haraka, au kwa maana nyingine, wameelewa mahali walipo kwamba nipo penyewe pa kumtumikia Mungu. Wanayemtumikia wamemuelewa, kwa sababu kama mtu amemuelewa Mungu anayemtumikia, unamdanganyaje kirahisi? Utampotezaje kirahisi? Watu wengine wamedanganywa, na hasa kwenye eneo la kutoa sadaka. Watu wametoa sadaka kwenye madhabahu sio, kwa habari ya kutoa vitu vyao, kwa habari ya kuachilia mioyo yao. Kuna watu wamevutwa na watumishi wa uongo. Sasa hii inaendelea kutukumbusha kwamba tuangalie katika kumtumikia Mungu, kwa sababu katika huko ndiko ambako adui ataleta watu watakaoona kama vile ni sahihi, lakini watu hao si sahihi. Kwa hiyo inatupasa kuwa makini na nani tunamsikiliza, nani anakuja kukuletea ujumbe, nani anakuja akuletee huo ujumbe anaokuletea. Je, uko sahihi? Je, ni sawa au la? Na ndipo mstari wa 8 anasema, tembeeni kwa kumfuata Bwana. Tutembee mwaka huu kwa kumfuata Bwana. Tutembee wiki hii kwa kumfuata Bwana. Tutembee mwezi huu kwa kumfuata Bwana, sio kuifuata dunia, sio kufuata tamaa zetu au mipango yetu. Mungu atusaidie sana hapo, atuongoze sana. Tunahitaji msaada wake Roho Mtakatifu, atuongoze kwenye njia ya Bwana tu, ili tuonekane na kujulikana tuko katika njia ya Bwana, tunamtumikia yeye peke yake. Tembeeni kwa kumfuata Bwana. Hiyo inaonyesha kwamba inamsaidia au itatusaidia kuweza kutengana au kuachana na uongo au utapeli wa kiroho ambao umeenea upo mahali pengi katika dunia. Ulikuwepo tangu Agano la Kale, sio sasa tu. Unaona, anasema manabii na waotaji wa ndoto ambao walikuwa wakipeleka habari hizo.
Kusoma hata kwenye Yeremia wanaelezwa hao watumishi. Sasa sisi anatuambia tutembee kwa kumfuata Bwana. Tembea mwezi huu, tembea wiki hii kwa kumfuata Bwana Yesu pekee. Alafu anasema mcheni na kushika maagizo yake. Tumche, tumwabudu, tumtumikie kwa ibada na kusikiliza pia maagizo yake. Katika kusikiliza maagizo ya Mungu na kushika anasema mcheni, alafu anasema na kushika maagizo yake na kusikia sauti yake. Katika maeneo, katika kumcha tutasikia sauti yake, alafu na maagizo yake tuyatekeleze maagizo. Tutekeleze maagizo na kuitii sauti yake. Ili tuweze kumtumikia Mungu kweli kweli vizuri, inatupasa kutii maagizo yake, inatupasa kusikia sauti yake na kutii maagizo yake. Tusipotii ni ngumu, hatuwezi kuwa tumekamilisha utumishi wetu. Kwa hiyo utumishi wetu katika Bwana unakamilika kwa kusikia sauti yake, kwa kutii maagizo yake, kuyafanya hayo maagizo au kuyatekeleza hayo maagizo. Utumishi unakuwa umekamilika hapo. Kutii maagizo yake, tutembee kwa kumfuata, moja, tumche, tushike maagizo yake. Alafu anasema kusikia sauti yake. Alafu anasema nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Unaisikia sauti ya Mungu? Umeshikamana na Yesu kweli kweli? Na sauti ya Mungu unaitii? Nilisema tena kwamba sauti ya Mungu, wapendwa, tunaisikia kupitia hivi unavyosikiliza. Hivi unavyosikia sasa ndivyo sauti ya Mungu inakuja. Au inaweza kaja kwenye ndoto usiku, kwa njia ya maono, kwa njia ya ndoto. Inaweza kaja kwa njia tu ukiwa unatembea barabarani, ukiwa umepumzika mahali, au ukiwa hata kazini. Sauti ya Mungu yaweza kuja. Sauti ya Mungu kuja kwetu inakuja kwa namna nyingi sana, na kwa wakati mwingine kwa upole kabisa. Kwa hiyo inatupasa kujua kwamba ipo sauti ya Bwana ambayo tunatakiwa tuisikie, maagizo yake tuyasikie, tuyapokee, tuyatekeleze na tumfuate Bwana. Katika kutembea kwetu tumeambiwa tutembee kwa kumfuata Bwana. Tutembee kwa kumfuata Bwana, sio kwa kuifuata miungu, sio kwa kumfuata mtu. Kuna watu wanamfuata mtu ibadani. Usiende kanisani kwamba unamfuata mtu. Usiende kwamba unafuata mtu. Unamfuata Bwana Yesu. Ukutane na Bwana Yesu katika ibada. Ukutane na Bwana Yesu katika kuabudu kwako. Katika kutoa kwako sadaka unahitaji kukutana na Mungu, sio kukutana na mtumishi. Kwa sababu vitu vyote tunavyofanya, Biblia inatuambia fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Na anasema lolote tulifanyalo tulifanye kwamba ni kwa Bwana, sio kwa mwanadamu. Lolote tunalolifanya, anasema kule kwenye Wakolosai, naamini kule, lolote tunalolifanya tulifanye kwamba tunalifanya ni kwa Bwana na sio kwa mtu. Hiyo ndiyo inatuhakikishia juu ya utumishi ambao tunao. Nisome mahali pengine pia kwa habari ya utumishi kwamba tumtumikie Mungu, wapendwa, mtumikie Bwana Yesu, mtumikie kwa nguvu zote, kwa nguvu zote. Nisome katika Samueli wa kwanza sura ya 12. Samueli wa kwanza sura ile ya 12. Samueli wa kwanza sura ya 12. Ninaanzia mstari ule wa 18 mpaka ule wa 20. Anasema hivi: basi Samuel akamwomba Bwana, naye Bwana akapeleka ngurumo na mvua siku ile, nao watu wote wakamwogopa Bwana sana. Na Samueli pia, watu wote wakamwambia Samueli, utuombee sisi watumwa wako kwa Bwana Mungu wako, tusije tukafa, maana tumeongeza dhambi zetu zote kwa uovu huu wa kujitakia mfalme. Samuel akawaambia, msiogope, ni kweli mmetenda uovu huu wote, lakini msigeuke
na kuacha kumfuata Bwana, bali mtumikieni Bwana kwa mioyo yenu yote. Bali mtumikieni Bwana kwa mioyo yenu yote. Hii ni habari inayoeleza jinsi ambavyo watu hawa walikuwa wanahitaji kupata kiongozi mwingine au mtawala mwingine au ufalme mwingine, kwa maana kwamba yule walikuwa naye walishachukia, wamtaki, wanataka mwingine, wanataka kupata mwingine, walitaka kupewa mwingine, na ndipo wakawa wamelihitaji hilo, lakini inaonekana alikuwa sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ndio sababu inafika mahali Samueli anapata sasa shida ndani yake, na anawaambia ngoja muone Mungu ambaye anaweza kufanya maajabu. Akaingia kwenye maombi Samuel, akaingia kwenye maombi kumwomba Mungu, na Mungu akaachilia ngurumo. Anasema Samuel akamwomba Bwana, naye Bwana akapeleka ngurumo na mvua siku ile, nao watu wote wakamwogopa Bwana. Kapeleka ngurumo na mvua, kapeleka ngurumo na mvua. Na watu hawa wakajitambua kwamba wamemkosea Mungu, wametenda uovu. Wanajisema wenyewe hapo, wamejieleza wenyewe kabisa kwamba hakika waliona wametenda dhambi mbele za Bwana, wametenda uovu mbele za Bwana. Sasa nataka tuangalie kwenye mstari wa 20. Samuel akawaambia, pamoja na kwamba mmefanya dhambi, sasa msiogope. Sasa msiogope kwa sababu mmeona, mmeshajua. Sasa msiogope. Msiogope. Pamoja na uovu mliofanya, sasa msiogope. Na wewe unayenisikia, pamoja na inawezekana umefanya uovu fulani, ukusikia sauti ya Mungu, ulikaidi, sasa rudi na kumwambia Bwana, ninatubu, nanyenyekea, nirehemu, nisamee. Sasa narudi. Alafu anawaambia sasa mrudi. Alafu anasema msigeuke na kuacha kumfuata Bwana. Kumbuka neno hili kumfuata Bwana limesema tena kule kwenye Kumbukumbu la Torati, kwamba tumfuate Bwana. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, mcheni, mwabuduni, mtumikieni. Na hapa tena analisema lakini msigeuke na kuacha kumfuata Bwana, bali mtumikieni Bwana kwa mioyo yenu yote. Wamtumikie Bwana kwa mioyo yao yote yote yote, maana kwa nguvu zote. Yaani wakati wote maisha yetu yajazwe na nguvu na harufu na sauti, yajazwe utumishi wa Bwana wakati wote. Anasema tumtumikie. Nasema pamoja na uovu, lakini tusigeuke. Watu wasigeuke kumwacha Bwana kwa sababu wametenda dhambi. Pamoja na hiyo dhambi, mtu anatakiwa arudi kwa toba, kwa unyenyekevu mbele za Bwana, amwambie Bwana, nimekosa Baba, nimekutenda dhambi Baba, naomba rehema, nirehemu, nimerudi, niite tena, niongoze tena, nivute tena, niweke tena katika utumishi, niweke tena katika huduma, niweke tena kwenye nafasi ili nikutumikie. Kwa hiyo akawaambia msigeuke na kuacha kumfuata Bwana, bali mtumikieni. Mfuateni Bwana kumtumikia katika yote, katika hali zozote. Pengine umeshakosea, basi Biblia inasema usije ukaacha kumtumikia Bwana. Anatuagelekeza, tunakatazwa, tunapewa onyo, tunapewa mwongozo, tunapewa sauti hapa ya Mungu mwenyewe kwamba tusije tukageuka tukaacha kumtumikia Mungu. Tusije tukageuka tukaacha kumtumikia Mungu. Tusije tukaacha utumishi mbele za Bwana, bali inatupasa kuendelea kumtumikia, kuendelea kulitumikia kusudi la Mungu. Pamoja na changamoto, pamoja na yote, pamoja na hali zozote, tunatakiwa kuendeleza utumishi, kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu ni kukubali kuruhusu maisha yetu yote yafanye mapenzi ya Mungu wakati wote. Leo anasema kumtumikia Bwana kwa moyo wote. Ni kwamba moyo wangu wote ujazwe mapenzi ya Mungu, sauti ya Mungu, upendo juu ya Mungu, juu ya kufanya kinachompendeza Bwana. Ni kutenda yanayompendeza Bwana tu. Ni kufuata maagizo ya Mungu, ndio kumtumikia Bwana. Ni kutekeleza maagizo yake, ni kuitii sauti ya Mungu ya Roho Mtakatifu inayosema ndani yako,
au inayosema kupitia mtumishi. Kwa hiyo Mungu pia anaweza kusema nasi kupitia Roho Mtakatifu kwa njia hiyo ya sauti, nisema kwa ndoto au maono, au kupitia mtumishi mwingine. Mungu ana njia nyingi za kusema na sisi. Kwa hiyo pamoja na chochote na lolote na hali yoyote, tunaambiwa tusijaribu kurudi nyuma. Tusijaribu kuchukua hatua ya kufuata njia nyingine, bali tuende kwa kumfuata Bwana. Tuhakikishe kwamba tunamfuata Mungu wetu, tunamfuata Bwana Mwokozi, tunatembea katika njia ya Bwana, tunakwenda katika mapenzi ya Baba kila wakati, kila siku, kila saa, kwa sababu yeye ni mwema kila saa. Tumikieni Bwana, tumikieni Bwana. Anaambia pamoja na uovu, msiache kumtumikia Bwana. Msiache kumtumikia Bwana. Mstari wa 21 anasema, wala msigeuke upande, maana kufuata vitu vya ubatili. Msigeuke upande, maana kufuata vitu vya ubatili. Mstari wa 22, visivyoweza kusaidia wala kuokoa, kwa kuwa havifai kitu. Vitu vyenye ubatili havifai kitu. Masanamu, kuitumikia pesa, kutumikia nyumba, kutumikia mali, kutumikia kazi, kutumikia elimu. Watu wanatumikia vitu vingine. Unapokutumikia kitu, maana yake ni kukiishia, yani ni kuona ndicho ambacho kila kitu. Maana yake ni kwamba moyo umelala hapo, labda kwa lugha rahisi seme, pale moyo ulipolala, yani moyo umeishia hapo, akili, mawazo imelala hapo. Maana yake hapo ndipo unapofanyia utumishi. Maana yake ndio sababu anasema kwa moyo wetu wote. Maana yake moyo wetu wote uwe nyumbani mwa Bwana. Moyo wako wote ukae kwa Yesu. Moyo wako wote umtazame Bwana. Moyo wako wote umpende Bwana na umtumikie Bwana. Haleluya. Tunaendelea na huduma hii na somo hili, kumtumikia Mungu kwa moyo wote. Kumtumikia Mungu kwa moyo wote. Kumtumikia Mungu kwa moyo wote. Anasema vitu visivyoweza kusaidia wala kuokoa, kwa kuwa havifai kitu. Vitu visivyoweza kusaidia wala kuokoa, maana yake masanamu, kutumainia masanamu. Sasa wakati mwingine unaweza kusema pesa inaweza kumwokoa mtu katika maeneo mbalimbali, lakini pia tusije tukaiabudu fedha, kwa sababu tunatakiwa tumwabudu aliyeiweka fedha, aliye mwanzilishi wa vyote. Dunia na vyote vijazavyo ni mali yake. Kwa hiyo tuangalie sana, tusije tukaviabudu vitu, tusije tukavitegemea vitu, tusije tukavitumainia vitu, tusije tukaweka moyo wetu wote kwenye vitu. Tutakuwa tunaabudu miungu. Hiyo ni sanamu sasa. Na Mungu anasema imetupasa kumwabudu yeye siku zote. Imetupasa yeye tu tumwabudu, na tusije tukaabudu miungu, sanamu, lakini yeye. Kwa anasema wala msigeuke upande, maana kufuata vitu vya ubatili visivyoweza kusaidia wala kuokoa, kwa kuwa havifai kitu. Maana Bwana hata waacha watu wake kwa ajili ya jina lake. Maana Bwana hata waacha watu wake kwa ajili ya jina lake, kwa kuwa imempendeza Bwana kuwafanya ninyi kuwa watu wake mwenyewe. Mungu ametufanya tu watu wake yeye mwenyewe, na ndipo anasema hawezi kutuacha. Kwa hiyo najua kumtumikia Bwana ni kwamba Bwana Mungu wetu Yesu hawezi kutuacha, kwa sababu tunamtumikia Yesu. Hawezi kutuacha. Amesema msiogope, sitawaacha. Msianze kufikiri mtakula nini, mtakunywa nini. Msianze kufikiri juu ya chochote, kwa sababu sitawaacha. Mungu hawezi kuacha. Majaribu, misukosuko na vita vinavyoinuka, Mungu anasimama nasi. Hawezi kukuacha Bwana, hawezi kukuacha. Amesema kabisa kwenye kumtumikia Mungu, Mungu hawezi kumwacha mtu, kwa sababu tunamtumikia, na anaona kabisa tunamtumikia. Hawezi kutuacha, hawezi. Shetani asikie leo, aendelee kupigika kwa jina la Yesu. Shetani anayeleta vitisho, anayesababisha watu wachoke na vitu vya dunia,
na wanashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu ya kufikiria sasa nitafanyaje, sasa nitakosa sijui nini, nitakosa maendeleo, yatakuwaje, na watu wanakuwa na uoga na hofu na wanaacha kusimama imara katika mapenzi ya Mungu, wanaanza kuchepuka kufuata vitu ambavyo haviwezi kuokoa, kuacha kusimama imara kwenye nafasi ya utumishi kwa sababu ya vitu vingine, vitu vya dunia. Mungu ndiye mwenye vitu vyote, vitu vyote ni kwa uweza wake. Nisome pia katika Zaburi ya kwanza, Zaburi ya pili. Samahani, nisome Zaburi ya pili nianzie mstari wa 8. Anasema hivi: uniombe nami nitakupa maarifa kuwa urithi wako. Uniombe nami nitakupa maarifa kuwa urithi wako. Bwana tujalie maarifa kuwa urithi wetu, maarifa ya rohoni, maarifa tele hata ya kidunia hii ambayo yatatusaidia katika mambo yote. Maarifa yako Bwana yakawe namba moja ndani yetu, yakatawale, kwa kuwa katika hayo tunaweza kufanikiwa kwa mambo yote. Tujalie. Anasema tumuombe atatupa maarifa. Sasa sikiliza anavyoendelea: na miisho ya dunia kuwa miliki yako, utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mvinyanzi. Na sasa enyi wafalme, fanyeni akili, enyi waamuzi wa dunia, mwadhibiwe. Anasema mwadhibiwe, sio mwadhibiwe, mwadhibiwe. Mstari wa 11: mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka, shikeni yaliyo bora, asije akafanya hasira nanyi mkapotea njiani, kwa kuwa hasira yake itawaka upesi. Heri wote wanaomkimbilia Bwana. Mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka, shikeni yaliyo mema, shikeni yaliyo safi. Tumikieni Bwana. Tumeambiwa, tunaagizwa kumtumikia Bwana. Tumikie Bwana kwa kicho, kwa moyo, kwa fikra zetu, kwa fahamu zetu. Tumtumikie na kumshangilia. Tena anasema kwenye kumshangilia tumshangilie kwa kutetemeka, maanake kwa hofu ya kimungu, kwa kujua kwamba tunamshangilia Bwana aliye mfalme, Mungu mkuu takatifu. Tutumike mbele zake. Tumtumikie kwa kicho. Na anasema tumuombe naye atatupatia tunachohitaji kwake, tutapewa. Tumtumikie Bwana wapendwa. Tumikie Bwana. Katika kumtumikia, nirudi pale kwenye Samueli wa kwanza sura ya 12. Amesema maneno ya kipekee kabisa pale, kwamba mstari wa 22, visivyoweza kusaidia wala kuokoa, kwa kuwa havifai kitu, maana Bwana hata waacha watu wake kwa ajili ya jina lake kuu, kwa kuwa imempendeza Bwana kuwafanya ninyi kuwa watu wake mwenyewe. Mungu amekuchagua kwa kupenda, amenichagua, amekuchagua. Mungu amekusudia mwenyewe, ni mapenzi yake mwenyewe. Biblia inasema ametuchagua mwenyewe, na Bwana hata waacha watu wake. Mstari wa 22, Samueli wa kwanza mstari sura ile ya 12 mstari wa 22, 12:22. Samueli wa kwanza. Bwana hata kuacha, Mungu hata niacha, Mungu hata tuacha, hata waacha watu wake. Ametuchagua mwenyewe, ametupenda mwenyewe kwa upendo wake mwingi. Asante Bwana kwamba umetupenda mwenyewe kwa huruma na rehema, katika jina la Yesu, amina. Bwana akubariki tele. Bwana Mungu, asante kwa neno lako. Jehova Yesu, asante kwa neno lako, asante kwa neno lako, asante kwa neno hili, asante. Na iwe sasa mioyo yetu zidi kukutumikia kwa furaha, na tujue kwa hakika. Ingia kuomba nawe mpendwa, mwambie Bwana, naomba nafasi katika ufalme wako, naomba nafasi ya utumishi, naomba nijaze maarifa ya mapenzi yako, kama alivyosema. Na Bwana amekuchagua, basi mwambie akusemeshe, akuongoze katika kukaa kwenye mapenzi yake, katika kulitumikia shauri, katika kuyatumikia mapenzi ya Mungu, katika jina la Yesu, Baba, nashukuru kwa ajili ya neno lako.
tuwezeshe kukaa kwenye nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Mungu akupe kuwa kwenye nafasi ya utumishi katika ufalme wake. Mungu akupe nafasi ya kukaa katika utumishi wake katika jina la Yesu. Baba, nashukuru sana kwa neema yako na kwa ajili ya mapenzi yako. Asante kwa ajili ya fadhili zako. Asante kwa ajili ya rehema zako. Asante kwa ajili ya ukuu wako katika jina la Yesu Kristo. Mapenzi yako tu yakatimizwe. Mapenzi yako tu yakatendeke. Tufunike damuni mwako. Tuongoze katika nguvu zako. Tujaze katika uweza wako. Tushike kwa mkono wako Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hila za adui zikaribike, zikasambaratike katika jina la Yesu. Mawazo yetu na mioyo yetu ikutumikie kama ulivyosema tukutumikie kwa moyo wetu wote. Mioyo yetu Bwana, moyo wangu, mioyo yetu, mioyo ya vijana wa Kitanzania, wa Kiafrika, vijana katika dunia hii Bwana Mungu, rehema zako zitujie tena, tuvute tena ili tukae kwenye neema yako. Tusamehe, turehemu Bwana katika jina la Yesu. Tusivitumikie vitu ambavyo haviwezi kuokoa, wala si kitu hivyo vitu, bali wewe ndiwe Bwana mwenye vyote, mwenye yote. Saidia mioyo ya vijana, kina kaka, kina dada, wakutumikie kwa furaha, wakutumikie katika mapenzi mema katika jina la Yesu na kwa damu Yesu. Nguvu ya Roho ikujaze, nguvu ya Roho Mtakatifu ikujaze, na kila namna ya mawazo na mpishano na namna yote ya adui inayokusudiwa kuleta kwa kufedhesha, ninaikemea kwa jina la Yesu. Naikemea, katayo roho ya kukatisha tamaa, katayo sauti inayokatisha tamaa, katayo sauti inayokuvuta kupeleka mawazo yako na moyo wako na sadaka zako mahali ambako si mahali pa Mungu. Mwombe Roho Mtakatifu akuongoze katika hata mahali pa kupeleka sadaka, namna ya kumtumikia Bwana. Mwombe Roho Mtakatifu sasa, mwambie nijaze roho wa neema, mwambie nijaze, niwezeshe, niongoze, nisaidie. Roho Mtakatifu akujaze, akusaidie, nguvu za adui zishindwe kwa jina la Yesu. Mawazo yako, moyo wako ujazwe kumtumikia Bwana, ujazwe kumtumikia Bwana. Yesu akupendaye akujalie nguvu na uwezo. Yesu mwenye neema na rehema akuvute kwa upendo wake, akuvute kwa uweza wake, akuongoze katika njia yake. Kwa damu ya Yesu wezeshwa, tiwa nguvu. Damu Yesu inene mema ndani yako, kwenye familia yako, kwenye malango yako. Kila kitu cha giza na kiharibiwe na kuondolewa sasa. Maisha yako yapate kustawi na kuendelea na utumishi, wala usilegee, wala usirudi nyuma. Songa mbele. Yesu anatenda. Yesu ametupenda. Yesu amekuchagua. Basi simama kwenye nafasi. Nguvu za Roho Mtakatifu zikuwezeshe, zikusaidie, zikuwezeshe. Mwokozi akujalie nguvu, akujalie na uweza, akujalie uweza na nguvu, akujalie nguvu na uwezo. Yeye aliyejaa neema, yeye aliyejawa na rehema, yeye aliye mtakatifu, yeye aliye Bwana wa majeshi na ndilo jina lake, yeye aliye Bwana wa utukufu na ndilo jina lake. Mungu mwenye neema na rehema ndilo jina lake. Atukuzwe milele Bwana. Lihimidiwe jina la Yesu Kristo lenye nguvu na lenye uweza. Baba, tusaidie kukaa ndani ya utumishi siku zote, nyakati zote, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana akubariki, Bwana akuangazie nuru za uso wake, Bwana akufadhili katika jina la Yesu. Barikiwa sana. Karibu, endelea kutumika pamoja nami kwa mawasiliano, kwa kwenda pamoja nami kwa sadaka katika huduma hii tunayoendelea nayo. Zimebaki siku chache tuende kule sasa Mbeya. Tutakuwa maeneo ya Tukuyu kule tukihubiri Injili. Karibu sana, tunaanzia kule tarehe 15. Karibu sana kwa ajili ya huduma hiyo. Karibu kwa sadaka, karibu kwa kutuombea. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Namba ambazo unaweza kuzitumia kuwasiliana au kutuma sadaka ziko hapo chini. Utaziona hapo kwenye simu yako kwa chini kwenye YouTube hii. Naomba pia kumbuka kusubscribe kwenye YouTube yangu. Subscribe hapo chini, hapo inakuonyesha simu yako mahali pa kugusa. Basi naomba gusa hapo, fanya kwa utukufu wa Bwana Yesu, kwa utukufu wa Bwana Yesu. Karibu pia katika huduma ya TikTok live ambayo ninayo kila siku asubuhi saa 4 mchana pia, na wakati mwingine jioni, na wakati mwingine sasa saa 2 usiku, lakini zaidi pia muda ule wa saa 6 usiku na kuendelea. Karibu katika huduma hiyo ya TikTok live kwa neno na maombi, na baraka za Bwana ziwe pamoja nawe. Karibu sana, endelea kuungana nami kwa kazi ya Yesu. Inakuhitaji wewe, tumtumikie Bwana pamoja. Utumishi ni pamoja na kuhubiri Injili huko na huko, pamoja na kutoa sadaka, ni pamoja
na kuendelea kuhusika kuwa wewe mmojawapo wa kuifanya hii kazi. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Nihitaje namba kwa unayetaka nihitaje hiyo ya simu ambayo unaweza kutumia. Namba ni 0787 62 75 91. 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel, jina ni Elimlizi Mbise, na Vodacom ni 0762 282 439. 0762 282 439. Bwana Mungu akubariki sana. Uwe na Jumatatu nzuri. Lango hili likaendelee kufunguka na kujaa na kutujaza baraka na nguvu. Tutembee katika nguvu zake na katika uweza wake. Tutembee katika mapenzi yake. Kapate wiki nzuri ya mavuno ya ushindi. Bwana Mungu Baba, tujalie kuendelea kustawi kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo. Roho wa neema endelee kukujaza, endelee kukuwezesha kumtumikia. Mwamini siku zote, yeye ni mwema. Akubariki Jehova katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Endelea kumtumikia kwa furaha, endelea kuomba siku zote na wakati wote. Yeye ni mwema.